Mke wangu. Ulikwenda? Nilienda. Vipi umezungumza nao? Nimeshaongea naye tayari. Ila akaniambia kwamba tusubiri kwanza aongee na Isabela mwenyewe. Ila yeye mama mtu kakubali. Kasema ngoja kwanza aongee na mwenyewe mhusika. Alafu atanipa jibu. Basi sawa, kama umezungumza naye na amesema atatoa jibu, basi tusubiri, lakini jaribu kuzungumza nao tena na urudi tena kwa haraka ili tuone swala linakwendaje. Kwani mama kuna nini? Ana Isabela. Si mdogo wako Noeli. Tumemtafutia mchumba. Mchumba? Yupi? Isabela tena? Ndio. Ila kwa Isabela yule anafaa yule. Kwa Noeli anamfaa. Kwa sababu Isabela ni binti fulani hivi. Ni mstaarabu. Kwa kifupi anamfaa. Hamna shida. Kama na wewe kama mtu umekubali? Atamfaa. Mimi mwenyewe naona anamfaa sana Noeli. Anamfaa yule. Basi tunasubiria tujibu. Kama familia wote mmelibariki hili, natumaini Mungu atasaidia litakwenda vizuri. Ndio. Kijana wetu atapata mke mzuri na mambo yatakuwa mazuri. Basi mama jitahidi jambo hili ulikamilishe kwa wakati. Kwa hilo halina shida mume wangu. Mzee. Shikamoo. Si wazima, sijui nyinyi huko. Hatujambo mzee wangu. Hasa na jambo nataka tuzungumze. Kuhusu mjukuu wako. Sio Freddy, Noeli. Noeli bwana amehitimu, ameshamaliza masomo. Sasa nina jambo hapa tuko nataka tulizungumze. Maana tumemtafutia mke. Lakini ni saka chironjero. Mambo zonogekaye. Mchekuru huyo chamsachira lakini mambo gakalisi nekala viswano. Onogege kalavi swanu chokulonjera kanyi mambo zonoduge kai. Yaani kwaha chikali kuendelea ne mipango. One ya kalavi swanu chokulonjera. Amlonja jino ya haya msina shida. Chokulonjera kanyi. Alanga doa la msaje na kuku. Mzee wangu karibu sana bwana. Asante kijana. Ni muda kidogo toka tumekutana, tumeonana. Mambo kidogo yameingiliana ya hapa na pale, kwa hiyo najikuta hata nakosa muda kuja hata kutembelea mzee wangu. Asante, nimekaribia. Yes. Maana nimeona majuma 3 kama sikosei yamepita sasa. Tunakwenda kumaliza mwezi hatujaonana na uko kimya. Sasa nikaa nashindwa kujua nini kinaendelea. Nikaona ni vyema nifike hapa kwako tuone tunafanyaje na nini shida. Na ndio maana niko hapa kijana wangu. Mzee wangu labda nikwambie kitu kimoja. Hakuna shida yoyote wala hakuna tatizo lolote juu ya ile swala letu tuliongea. Ila tu kama nilivyokuambia mwanzo kwamba kuna mipango yangu fulani ambayo nazidi kuifanya, nazidi kuifuatilia kila siku. Ili mradi tu niweze kufanikisha ile swala. Na nahisi wewe mwenyewe unaelewa. Swala la ndoa sio swala la masiala. Swala la kumchukua mtoto wa mtu sio swala la mchezo. Ni lazima ujipange, ukishajipanga ndo
uchukue mtoto wa mtu. Na nadhani wewe mwenyewe unaelewa kabisa kwamba sisi wenyewe ni vijana ambao hatuna pesa. Ni vijana ambao tumetoka katika familia za kimaskini. Kwa hiyo hata utafutaji wetu pia ni utafutaji wa kimaskini. Una ugumu ndani yake. Kwa hiyo najaribu kuunga, najaribu kukusanya, najaribu kupambana at least tupate kile chochote kitu ambacho tunaweza tukakiambatanisha kuwapelekea wale watu. Kwa hiyo mzee wangu, labda usione labda nipo kimya ukahisi labda kuna matatizo yoyote ambayo yanaendelea baina yangu au labda yoyote kuna kikwazo chochote, la hasha. Ila tu ni mipango yangu ya kifedha haijakaa sawa. Basi ni vizuri kwa kuwa umenieleza na mimi nimeelewa. Mungu kutakie heri kwenye mapambano yako, lakini pia naomba nitoe ushauri. Ndio mzee. Kwa kutoa ushauri wangu, kama ulinieleza mimi swala hili, kumwambia na mwingine, ushauri wangu usiende kuambia watu tena. Kwa sababu sio wote utakayowaambia wanakutakia heri kwenye jambo lako. Kwa maana huwezi kujua nani ana husuda na wewe, nani hana husuda na wewe. Kwa ushauri wangu, ili swala kama uliniambia mimi na uliowaambia litoshe. Ubaki nalo kwanza, uende kupambana. Na ili swala unajua linakuwa na ugumu sometimes kulingana na macho ya watu na fikra za watu pia. Lakini pia uzidisha juhudi kwenye kutafuta hiyo fedha kwa wakati, ili tuweze kupeleka hii barua kwa wakati, kwa sababu muda unavyozidi kwenda ndio ile swala linazidi kuwa gumu. Basi mzee wangu, mimi nimekuelewa. Naam. Na nikutoe shaka tu juu ya hilo swala kwamba sitaweza kumwambia mtu yeyote yule. Sawa. Sitaweza kumwambia mtu yeyote, nitakaa nalo mimi na nitazidi kupambana hapa na pale. Chochote kitu nitakachokipata basi nitakuletea mzee wangu, ili tuweze kwenda kumalizana nao wale familia. Basi na mimi nimchukue mke wangu nikae naye. Mwanangu, nimekuita hapa. Kuna jambo nataka tushauriane juu ya ndugu yako. Maana nimeona tutengeneze sherehe hapa nyumbani kwa ajili ya swala la ndugu yako kuhusu kuoa. Kisherehe kifane, unajua tena huwezi tu mnampa mke tu hivi. Kwa hiyo tumeona tuliongea kidogo na mama, lakini nikaona wewe ndo mtoto wa kiume, kwanza tushauriane kabla mambo hayajawa sawa. Wewe unasemaje juu ya hili? Sherehe? Baba, mimi kidogo nina wazo. Wazo langu kwanza kabisa. Unajua hivi vitu hivi? Cha kwanza kabisa, swala la sherehe tuliache. Kwa nini? Tuliache kwa sababu sio kila kitu mnakifanya nyinyi huko. Yule pale Noeli amesoma na ana marafiki wengi sana. Yule kasoma Uingereza, ana marafiki zake wengine wapo Kenya, wapo Uganda, wengine wapo England. Kwa hiyo inawezekana hii, ujue hii ni ndoa. Na tuwezi jua mwenyewe kwenye mahesabu yake ndoa yake alitaka aifanye kwa ukubwa gani. Ndani ya hiyo ndoa kuifanya kwenye ukubwa na uzungumzia kwenye kualika watu. Lazima mtu ajipange yeye mwenyewe aweze kufanya sherehe kubwa. Na kama ulivyoniambia, pale nyumbani kwake umesema ni nyumba umeitengeneza nyumba kubwa na ina nafasi kubwa sana. Kama ana nafasi kubwa, basi tumwachie yeye mwenyewe. Zaka kuna watu wanataka kualika marafiki zake wa tofauti.
Umezungumza jambo lina maana kwa sababu kweli kijana amesoma. Tafsiri yake kwamba ana marafiki. Pia tutapendezwa basi tumsikilize yeye atakuwa amesema nini. Kama atakuwa amelilizia hilo swala, tufanye sherehe huku, au kama atakutaka hilo kama vile ulivyoshauri swala lake afanyie kule ambako yeye anakuhitaji kwenye nyumba yake, itakuwa ni vyema. Au kama yani yeye pendekezo atatupatia yeye sasa. Sawa baba, ila kikubwa kwanza. Naam. Jitahidini sana kwanza kwa binti akubali. Natumaini tutaliweka sawa. Kwa sababu nyinyi wazee ujue mnafanya tu vitu kwa haraka kabla watoto wenyewe pia hawajakubaliana. Kule hajatoa jibu, lakini natumaini kulingana na mama yako jinsi anavyozungumza nao na jinsi tunavyofahamiana, hakuna kitu ambacho kitashindikana. Kwa sababu mimi bado sijakwenda kuzungumza nao kwa sababu ili swala kwanza nimeliacha mama yako aliendeshe, lakini natumaini litakwenda vizuri kwa sababu mama yako ameniambia amekataa, lakini bado mazungumzo yanakwenda vizuri kwa sababu mama yake anaonyesha kwamba anaweza kuliweka sawa. Sisi ni ndugu, unajua watu mkiishi sehemu moja mnakuwa kama ndugu. Sina shaka kuhusu hili kwamba swala litakuja litashindikana. Natumaini yule binti tutamweka tu chini na atatuelewa. Kwa sababu kama sisi tunaweza kuzungumza watu wazima tukakubaliana, sidhani kama mtoto anaweza kutukatalia. Sawa. Mimi nimekuelewa na ushauri wangu kama huo leo.